عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الوهاب عزم الأحباب ومرسل الأحباب ومنزل الكتاب في حوادث مختلفة الأسباب، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Awali ya yote hatuna budi kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa subhana, lakini pia tunamtakia rahma na amani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Nitangulize mambo matatu. Kwanza, kuomba radhi, sauti yangu mbaya, nasumbuliwa na mafua, jumlisha na hali ya vipaza sauti inawezekana ikawa haiwafikii wengi, lakini yule ambaye atasikia basi uchukue ujumbe mfikishie asiyesikia. Inawezekana yule atakayefikishwa mara ya pili akawa ni mwenye kuzingatia zaidi kuliko yule anayesikia mara ya kwanza. Lakini la pili, umpongeze ustadhi wetu Yasin kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kutufundishia watoto wetu. Ukiangalia eneo ambalo wanafundishwa watoto na yale yaliyofanyika kuanzia mchana mpaka baada ya salatu isha, na wakati tuliokuwa nao ambao watoto wengi si wenye kuhudhuria sana madrasani, kwa kweli tumpongeze na Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Lakini jambo la tatu, tuwapongeze pia wazazi ambao pamoja na mazingira magumu yaliyokuwapo, lakini kwa namna moja au nyingine wanawahimiza watoto wao kwenda chuo kusoma, na walipotakiwa kuchangia chochote kwa ajili ya kufanikisha habari hii hawakujiweka nyuma. Kila aliyechangia kwa chochote, Mwenyezi Mungu naye amlipe kila la heri. Ama baada ya hayo matatu, mimi la kwangu liwe moja au mawili. Kubwa zaidi, kesho tarehe 14 15 kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam tunaalikwa na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Hadi Umar Awambwa, anatualika katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mkoa wa Dar es Salaam itakayofanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Kila mmoja mwenye nafasi atoke na familia yake waende katika viwanja vya Mnazi Mmoja Kariakoo kule Lumumba kwa ajili ya kuadhimisha usiku wa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amezaliwa siku ya Jumatatu tarehe 12 mfungo 6 au Rabiul Awwal, ambayo sawasawa na usiku unaoingia kuamkia siku ya Jumatatu. Kwa hiyo imekuwa the same, imefanana. Kwa hiyo muhimu sana tukaadhimishe jambo hilo. Hilo ndio kubwa. La pili na la mwisho, Nabii Isa alayhi salam siku moja alifuatana na wanafunzi wake njiani, wakaona mawe, na Nabii Isa alikuwa anapenda kuongea kwa mifano na wanafunzi wake. Akawaambia wanafunzi wake, mnayaona haya mawe? Wanafunzi wakasema ndio. Akawaambia,
atakayechukua haya mawe huko ya ukota atajuta, na yule atakayeyaacha pia atajuta. Wakagawanyika wanafunzi makundi mawili, wapo waliochukua na wapo walioacha. Na wale waliochukua, yupo mmoja akachukua kijiwe kidogodogo sana, kwa sababu hajui kwa kujuta itakuwa namna gani, na mwingine akachukua vijiwe viwili, na mwingine akachukua vitatu, wengine hawakuchukua. Wakaenda mbali kidogo. Walipofika sehemu ambayo Nabii Isa alikuwa ameikusudia, akawageukia wanafunzi wake akawaambia, umefika muda wa kujuta. Nilikwambieni kule atakayechukua mawe atajuta na asiyechukua atajuta. Katika nyinyi nani amechukua na nani hajachukua? Kila mmoja akawa na wasiwasi, kwa sababu hajui nini kitatokea. Mmoja kwa kujihami kabisa anaambia, mimi nimechukua, lakini kijiwe kidogo sana, yani kidogo sana. Maanake kama kuna adhabu ya kupewa basi isiwe kubwa. Akaambia basi kitoe kwa kijiwe. Alipokitoa, cha ajabu, hakikuwa kijiwe kile alichokiokota kule, kilikuwa ni kijiwe cha dhahabu. Yule bwana akawa haamini, anaangalia mara mbili mbili. Yule aliyechukua viwili akashawishika na yeye kutoa vya kwake. Kutoa akakuta navyo vimekuwa vijiwe viwili vya dhahabu, tena vyenye thamani kuliko kile kimoja. Yule aliyechukua kimoja akasema, ya ningejua nami ningechukua viwili. Na yule aliyechukua vitatu naye akatoa, vikawa vina thamani zaidi kuliko vile viwili. Aliyechukua viwili naye anasema, ya ningejua nami ningechukua vitatu. Na aliyechukua vitatu na sasa ningejua ningekomba kabisa. Na wale ambao hawajachukua, kila mmoja akabakia, na mimi ningejua ningechukua japo kimoja. Nabii Isa akaambia, hivi ndivyo ilivyo, kila mmoja atajuta kwa namna yake. Sasa nikirudi katika mfano huu wa Nabii Isa kwetu sisi tunaohudhuria hapa, sisi ambao tumekuja hapa tutajuta, na wale wasiokuja hapa wamebakia vichochoroni au majumbani kadhalika nao watajuta. Watajuta katika namna gani, au tutajuta katika namna gani? Majuto ya kwanza, sisi ambao tumekuja hapa tutajuta kwa nini kila alipokuwa tutajua Bwana Mtume tulipowapifu kumswalia. Tutajuta sana, kwa sababu yule aliyemswalia kidogo atajuta, yule aliyemswalia sauti yake ikaishia hapa hapa, haijavuka vipaza, haijavuka sehemu ya hapa, kila mmoja atajuta. Na wale wasiomswalia kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam watajuta. Kwa hiyo sisi ambao tumekuja hapa, iwe kwetu ni usiku wa mavuno, tuvune kwa kupata thawabu kwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hapa si ajabu kuna watu wakaondoka na dhambi. Badala ya kupata thawabu, shetani atawavizia pembeni kuwanyang'anya thawabu zao. Mtu anaweza akaogopa kuibiwa simu, lakini haogopi kuibiwa thawabu. Thawabu ni kitu chenye thamani sana kule akhera tunapokwenda, na tuna kazi za kuzilinda thawabu zetu. Tatizo sio kupata thawabu. Je, tunazo nguvu za kulinda thawabu tunazozipata? Unaweza kumswalia Mtume hapa, ukitoka nje kidogo ya hapa unatafuta sehemu ujisaidia haja ndogo, mkojo unakuenea katika mapaja, utumii maji. Na hiyo hali mkojo ni katika vitu vyenye kumsababishia mtu adhabu kaburini. Kwa hiyo tunapokusanyika katika hadhara kama hizi, tuvune faida kwa ajili ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tusiishie kumsifu, bali tufuate yale matendo yake. Asaliwe Mtume huyo. Unaweza ukamkuta mtu hapa anamsifia Mtume kwa kusema Mtume mpole akikujia, lakini muangalie yeye anapomwendea mtu, anamwendea kwa kishindo, kwa utemi. Sasa anachosema kingine na anachokitenda kingine. Sasa tujitahidi vile
tumsifu Mtume na maisha yetu yaonekane katika muonekano huo, tutapata faida katika dunia yetu na akhera yetu. Kinyume chake tutajuta kama walivyojuta wale watu au wanafunzi wa Nabii Isa alayhi salam. Al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu. Nilipopatia panatokana na taufiki ya Allah, na pale nilipokosea ni kwa sababu ya uchache wa ilmu yangu na udhaifu wangu wa kibinadamu. Wama alaina illa albalaghu mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.